My name naitwa Gilbert Odhiambo. Nimeshukuru sana kuwa na hawa watu wa Mogo leo wamekuja kunitembelea at a place of my work. Nashukuru sana na mimi ningependa kushare my day vile huanga nakaa. Decision ambayo nilichukua ilikuwa my own decision. As you know, somebody can give you a piece of advice, but a decision making still lies on the person. Yeah. So mimi niliamua. 2 years ago. I started this business before 2 years ago. When nilitoka Qatar, nikienda nilikuwa nimeachia my brother my first motorbike. So when nilirudi nikapata bro ameuza hiyo bike. So hiyo kitu I think pia ilinisukuma kukuwa na motorbike kwa sababu nilikuwa nimezoea life ya motorbike. Na ukiona vizuri pia job nilikuwa nafanya ilikuwa related na motorbike riding. So I was a supervisor and I was using the motorbike. So I knew the importance of having your own motorbike. That's where I started from. So I took my first motorbike with you. It was on February or March 2023. Yeah. Na hiyo bike nililipa kufikia mwezi wa 9 ya hiyo mwaka, sikuwa na deni na nyingi. So nilijaribu sana kutumia ile kitu mnaitanga capital deduction, the advantage of capital deduction. So unajua kuhusu? Yes, that is what is happening. That is what have really assisted me in this journey, and that is why I'm saying Mogo is the best than this other trading facilitators. Like, they calculate everything. When you want to pay today, you'll pay all interest. But ukienda kwa Mogo, utakwambia, so umekuja na 50k, balance yako ilikuwa 150,000, now we are subtracting 50,000 and we give you a new agreement for. So hiyo kitu ilinimotivate kwa sababu naona nikilipa lump sum kuna pesa mingi sana ambayo nime-evade yenye ningelipa pole pole. So I started there and I can say that it worked on my side. I think the same year, nilichukua the second motorbike ilikuwa kama 9 ama 10 ama 11 hivi. Approximately 6 to 7 months. Haikupita 7 months. Nilikuwa nimemaliza kulipa. Yeah. Nikachukua the second motorbike ilikuwa KMGR 931V. I took it, nikailipa. Sasa unajua zilikuwa 2 against 1. 2 na kazi na mimi najua kali zangu against one thing. So hiyo nilipa na 4 months. If I'm not lying. Mimi sijaipigiwa simu sorry na atilipa motorbikes nini. The way people say, no. Once you set your mind, you know the debts, you pay. So I paid the second motorbike well. Sikuwa na shida na nini. Kutokea hapo ndio nilianza kufikiria, now I have another motorbike. What can I be able to do? So biashara ilianzia hapo. Hiyo ilikuwa 2014. 2024 is when I started this business for butchery. Kutumia, bado natumia your resources, what you gave me, yes. Capital asset ndio yangu. But motorbike ni yenu, mimi ndio mmenipatia motorbikes. So mimi nashukuru tu kwa sababu kama sio kuanzia kwenu, mimi hata singekuwa nafanya ile up there, ningekuwa bado nimeandikwa kazi, nalipo ile salary nalipwa kwa security funds. And that one, it can't sustain you. You can't do anything. Yeah. So, after hiyo, kulipa hiyo motorbike ya pili nikamaliza, I took the third motorbike with you. The one that I've been using. That KMGN. The one that you packed. Yes. 357F. The one that I've packed there. Hiyo yenye kwa mabebe. Hiyo pia nilichukua na mimi. Nikailipa successfully, nikamaliza. Nikachukua the photo KMGP 304R is now the last motorbike I have with you and is the recent one. Hiyo pia nilichukua na nyinyi. Hiyo nilichukua the 2025 this year. I took it this year. Yes, this year. So Mogo tumetembea nao vizuri. Na mtu yote ambaye anashuku Mogo, yes, kushuku eko. Lakini
wacha kusikia rumor, jaribu. Hiyo ndio kitu ninaambia Wakenya wajaribu. Wajaribu, wanaweza kuja kama wanataka kujua. Mimi hii yangu hii KMGP nimechukua nayo loan mara 2 sasa hivi. Na nimechukua zizi, yes, the first loan nilinipa nikamaliza. Nilichukua 90,000 nilimpatia without any problem within shortest time possible. Na kuambia nikitoka Lang'ata ningekuja Kawangware 6 ya Kawangware kama nipase pesa after approval. No, inaingia 90,000 venye nafaa. Hakuna ni wewe ujikaze ulipe kulingana na mogo wenye walikuambia. Kuambia 3,000 per week ama 3,400 ama 3,100 nilipe hiyo pesa. Lakini ukipata pesa mingi ni advantage kwako, because kama saa hii napanga kulipa hiyo motorbike. Hii loan nilichukua last month, nikichukua hiyo gari mmeiona hiyo KD. Because hata hiyo motorbike ukiichukua lazima ukuwe unajua unataka kuifanyia nini. Hiyo naweza ambia mtu ukweli na ni peupe, hata motorbike kuchukua si mbaya, but you are taking that motorbike for which purpose? You are going for a car mogo, for which purpose? How much does it going to generate? Upige mahesabu zako ujue, na hii balance inabaki hii naweza lipa, ama hata kama haiko can I pay? Hata nichukua bike zenu, nikichukua ile ya kwanza nichukua kwa sababu nikijua hata isipo niletea do iko na salary nitalipa nayo, nitalipa nayo. Na unajicommit, una cut your costs ukijua kwamba uko na deni ya kulipa. That's what I used to do. So what we do, wanauza very clean food because ni fresh. Hayani kwa free. Nitoka kwa butchery straight kwa motorbike kwao, and I'm the one facilitating that. So what I do, nanunua nyama, pengine package nanunua kitu kama 500, right? Umejua kuna kipana wholesale. Yeah. So ukikuja kwa hapa kawaida Kawangware utapata nyama ni 650. Yes, package. Wengine wanauza 600, the cheapest wanauza 600, but nyama ni 650. Mimi ninachukua na 500. Na kuletea nyama na 550. Na kuletea kwa mlango wako na 550. Ndio kuchukua nyama kwangu kweli. So I started and it is working. To me it is working. I started with only 5 kgs a day. I had 5 clients. Wote waliniambia ni wajaribie kwanza kilo moja. Second day zikaanza kupanda. Zikapanda. Saizi as you are talking wanga na peana nyama per day not less than 25 kgs nyama peke yake. Matumbo na peananga not less than 30 kgs. Yes, matumbo. Then ukiangalia pande ya maini na peana not less than 5 kgs a day. So unaweza pata nyama peke yake hata unanilipia ile gari. It doesn't take much of your time. Not that a full day you are doing that nyama. No. It's only one trip. Naenda asubuhi nabeba 55 kgs ama 60 kg kwa motorbike yangu, nikuja na peana one trip. Nafunga by saa 2 kamili sisi tunafanya mazana store supply. Saa 2 asubuhi sisi tumelipa pikipiki zetu, tumelipa gari, na hiyo pikipiki hiyo bado inaenda kazi nyingine. Mimi nikiamka 4:30, nikiamka 4 by 4:30 na kwanga nimepiga simu kwa huyo jamaa na confirm na yeye zile order, because order mimi ndo natumiwa, clients wangu nyama mimi ndo nanunua na pesa yangu, payment zote zinakuja kwa simu yangu. Yeye kazi yake ni kuniendea nyama, nampatia order yenye iko, anapakiwa hiyo nyama because niko na watu wangu huko chini, wanampatia anatoka anaenda. Payment I do it on my own. Mimi nimeamka hiyo mapema, nimeenda wapi? Marikiti. Tunakutana Pakistani hapa mahali Kilimani hapo. Kuna hoteli pia ni client wangu, nampelekea nyama mingi sana na matibo mingi. So hapo ndio penye hoteli hapo ndio penye ofisi yangu inakuanga asubuhi. Kila siku saa 1 ama saa 1:30 tunapatana hapa Kilimani. Mimi nimetoka kama Marikiti, nimepeleka hizo vitu kwa grip. Yeye anakuja na nyama zake akipeana, alafu tunakutania for your client. Lazima tupatania hapo. So that na exchange notes, sababu kuna mahali pengine napelekana na invoices. All invoices, I'm the one controlling the invoices for matter of calculation and knowing how the business is doing. Tumia hiyo motorbike vizuri. Unaweza hata uza maziwa. Una maziwa? Unaweza enda kwa mahali chum ziko mingi. Chukua maziwa, peleka mahali. Toa nje ya Nairobi.
watu wako huku nje wanahangaika maziwa. Chukua 20 cartons every day, peleka nje. Utauzia mtu kwa bei atafurahia, mpatie wewe, rudi. Enda Wangige, chukua mayai Wangige. Pelekea mtu mahali. Mimi kitambo nilikuwa nachukua mayai Wangige nikuuza hapa Kawangware. And it was working with this motorbike. Namba yangu ya simu sitakataa kupeana. Mtu yote ambaye ako na biashara ama anataka tufanye biashara, nia mwili. My number, I'll share it. It is 07 11 18 45 76. That's my number. Inapanga on whichever. Ukienda kwa utaka kuweka kwa WhatsApp, utaka ku call, so long as we are talking business, I have no problem. I have no problem. Na hiyo namba hata kipiga nikipata missed call, I'll call back. Yes. Because another piga nikiwa kwa motorbike. I'll call him back or I call her back. Right now, I have 3 clients. Kwenye nachukua the zangu. Na niko na very corporate by the way. And so many people knows that grill. Inaitwa Alfajiri Grill. Hapa Kilimani. He's big. And I can't also miss to appreciate him because whatever that they have done to me in my life, they give me a very good business. Because we agree, mimi list inatumwa by saa moja wako na vitu. I have my uncle alikuwa na own matatu business just there kwenye mmenipata hapo Sotage. Alikuwa na own matatu, but now ile yani unaonanga mtu ame own matatu labda kusema na inakuwa yes sasa unakuwa na hiyo interest ya kujua no jamaa azaje na inaendeleaje. So nilifuatilizia kwa sababu there is a mechanic there mwenye correlated mwenye alikuwa anatengeneza yangu jamaa gari bado kwa hapo yangu baada ya kutoa hapo. The first vehicle nimenunua tu hii mwaka bado. The first vehicle ni KH gari nzito, lakini ilikuwa bado sana. Ningeiona same motorbike yenye mko nayo hiyo KMGP hiyo 304R nimechukua loans ngapi kwani? Ya kwanza nilichukua hiyo gari nikapata pesa nikalipa. Hii hata iko kaa sijui wiki 3 ama 4 ama 5. I think I paid for 2 weeks. In third week I got the lump sum nikatia. Lakini the advantage was siku withdraw the logbook from me. Nisema cha logbook ikae na nyinyi kwanza. Na sikuenda NTSA nikafanya transfer. Ilibaki vile ilikuwa So tena kidogo after nimelipa hiyo ilikuwa mwezi wa 5 wa 6 hapo wa 7 nikajipatia muda kidogo nikafanya zingine tena kidogo karudi tena kwenu. Kwa sababu niona hii gari kiuzo. Hiyo maona hapo hiyo pia KBH ndio nikiuzo. So nika feel like nimeongeza gari nyingine. Kuja saidiana na hii at least zitakuwa zinasaidiana kulipa hivi na loan hii. So nikachukua hii. Hii nilichukua last month. The latest investment that I have near KBH. Hiyo KBH ndio latest. Nilichukua 650k. Na hii pesa yote ni watu kama nyinyi mmenisaidia. Mogo walinipatia, nilichukua tena ile tu logbook yangu, ile pikipiki yangu ile nilirudisha tu pale kwa yard, wakati truck ya Raikanga, kaambia asanteni sana, nataka pesa. Niambia waenda. Sikufika Kawangware, pesa ilikuwa simu. Nikaongezea na ile nilikuwa nayo. Nikapelekea wake gari. Kanipatia gari. Gari iko na watu 4, wawili. Hao ni watu 4. Pikipiki 2, kila mtu ana pikipiki. So kutokea kwa Mogo tumeajiri watu 7. Mimi mwenyewe. So ni 7 in 2 years time. Mimi kwangu tunachali nitasema ni poa. Because kama haingekuwa poa, bro, ningerudi kuchukua nini logbook loan na nyinyi kweli. Kama nimechukua loan, nikalipa nikamaliza, bado niko na interest ya kuchukua logbook loan na nyinyi na nikachukua nikalipa. Tena bado nimechukua nyingine. Wewe. Mimi niko tu sawa. Mimi hata nikienda kwa mtandao mtu anasema sijui mimi niko tu sawa. Because sasa unajua kuna mali unaweza kaa uambiwe wewe ule mtu ni mbaya. Aizo kupatia kitu lakini ukienda kwa ile bomba yake anakuambia pana juu tuna matunda. The only thing that I always hear people say is only one. Ati Mogo anadai sana. Na kudai ni haki. Hata mimi nadaingi sana. Kwa biashara zangu mimi nadai sana. You can ask one of my clients, I can give you the number, waulize Gilbert anafanyanga aje.
the time that we agreed ikifika, you have to pay. Yeah. Hiyo kitu unasema ya rumors, there are so many rumors. Mimi mwenyewe naonanga mpaka najiuliza kwani na hiki kina happening wapi? Because to me nimesikia hii mambo ya Mogo, ukichukua gari yao ama ukichukua motorbike yao ukilipa ukienda kumalizia ile certain amount mbaki kama niseme 50, 20, 30 hapo, ati wanatumanga mtu anakuja anaiba motorbike. To me I can say it's a very big lie, because sisemi ya kwamba na watetea, because even there is nobody from my house or my home anafanya na Mogo. It's a business and biashara ya mtu. As I've said, I'm not defending you guys, but the truth is mimi motorbike zangu zote hizo nne zimechukua na nyinyi, zote ziko na tracking yenu mpaka leo. Sina sijasema mzijue ndio mzikujie. Sababu za kwa kujia. Nasema iko nayo ndio mkujie, but iko nayo. Sijawahi badilisha tracker. Na hata sijui mnaviatanga, lakini venye mliweka ndani ziko ndani. Sijawahi badilisha, sijawahi ona mtu yeyote, sijawahi ona any single person anakuja atukwa bike yangu hata anaangalia kiasi number plate. I also work until late hours, like saa 3 ya usiku kurudi chini. Mapema naye naamka. Siwezi kudanganya ati sasa kwa sababu I stay in Kangware, pikipiki ni ya Mogo nitaibiwa, no. Hapana. Natoka mapema kwa nyumba, nenda kutafuta. Sijawahi sikia. Hizo ni rumors ziko na ninaelewa.